ambayo haijaifanyika na hakuna mtu alisukuma mtu kwa Super Metro. Huyo kijana alianguka peke yake. Kitu ya kwanza gari kianza kwenda, kuna hao watu wanakuja wanasimama. Chairman wa Matatu Federation of Kenya Uski sasa amesema after vile Super Metro iliambiwa iache kazi for some time juu ya ile stories zimekwanga zikihappeningi. Uski sasa amesema amini usiamini, very soon wataitisha mkutano, and this is if NTSA haitarudisha hizo licenses zenye waliwatolea warudi kazi, because yeye haelewi ni aje ati 1 ama 2 cars zinaza affect sako mzima. Amekuwa akiongelea what we call blanket, unaget, yani zote zifunikwe, blanket condemnation ya sako mzima because ati ya 2 crews ama ya 3 crews. Anasema aje that hadi wa leo vile ana make statement hakuna Mkenya hata mmoja mwenye ashajitokeza in any police station akaenda kuandikisha statement akisema ati yule Bazenga alifukuzwa ama nili happen. Amekuwa akisema aje that whatever ili happen hapo hivyo ni makosa, and anasema ni ajali, it's an accident, ndio maana initango ajali. What NTSA wangefanya ni ati wangeendelea tu kufanya investigation zao as hii sako inaendelea kuoperate. Amekuwa akisema aje that vile kufungia sako mzima kufanya kazi ina affect livelihood ya watu wengi sana. Now hebu sikiza hii story. Super Metro asasako iko na kama 600 cars, na hizo 600 cars mzee zina amount to 4 billion Kenya 4 billion Kenya shillings. Una get your story? Now if 4 billion Kenya shillings enye sasa inatoka kwa hizi 600 cars iko owned na almost 500 shareholders, na bado anasema that hii kampuni like inakulisha watu wengi sana, familias mingi. Bisikiza ati kuna over 800 conductors wenye wanafanya kazi Super Metro, kuna over 600 drivers wenye wanafanya kazi Super Metro. So ya haelewi ni aje ati mtu mmoja ama wawili wakiwa wachafu wanaweza affect sako mzima. Lakini pia huyu chairman wa hiyo federation, kwani NTSA wamepatiana zile vitu zenye imefanya wakafunga, hata wajataja story ya that Bob. So wamesema ati kuna magari kadhaa mnafampeleke Likoni zende zipimo hizo 18 hizo story zote. Badala ya kumeki press conference, mngebeba tu hizo magari mzipeleke huko, kesho asubuhi mwamke kuingia mboka. Although hata sidhani kama mmefunga. Ni mwana wa kadhaa akinikomentia party ananiwatch akiwa kwa Super Metro. Uangani very bad. Juu mimi nashangaje kama makara wa traffic waliambiwa washike Super Metro wakipata ikioperate, mbona bado labda zinaweza kuwa zina operate? Tunacheki hapo hivyo anga very bad. So anasema that we demand immediate reinstatement ya hizo license or rather itaendelea kukua ni mbaya mazi. Juu anasema aje ma clients wao wale wenye wana travel kila siku akiwa ferry to different destinations wataenda aje home leo sasa, now that ama Bazenga hawafai kukua mboka. Uanga ni very bad. Usikisa amekuwa na ana blast DG Njao, huyo nadhani ni mbigi wa NTSA. Anamuuliza we mzee, rada ni gani? Mbona umekubali kuingia into public pressure mazee badala ya kuangalia vitu from a logic point of view? Unajua tunasemanga na nyinyi mnasemanga wahenga hawaku wa mboka ati kila mcheza ngoma ama ni kila mwamba ngoma anavuta na kwake. Uanga ni very bad. Sasa kama sisi tutakuwa tunavuta na kwetu tukisemanga endeni kwanza mpeleke magari zenye zinasemekana ni ngori zitengenezwe, then some rudi mboka. Finally serikali through NTSA imefanya venye tulikuwa tumewa request. Ingekuwa tu very unfair kuwa Super Metro waue mtu then waende unpunished asasako. Na leo NTSA imeban all Super Metro cars from operating in Kenyan road, na polisi wamekuwa authorized wakiimpound gari ya Super Metro kwa barabara wanaikamata. Ni vizuri they become responsible. Mtu si kuku akufe and it become business as usual uko Super Metro. It's a good move. Wacha wasimamishwe siku 2, siku 3, siku 4, wasikie uchungu wa hasara ile watakuwa wameenda, ndivyo at least watrain hawa makaga wao kupata adabu na madriver zao kupata adabu. Kwa huwezi niambia kuwa mtu anaweza sukuma mwingine amrusha nje kwa sababu ya that Bob, apoteshe maisha yake, na wewe kama sako muendelee kufanya biashara as usual. No, it cannot be like that. Let them be punished. Wacha wanyamazishwe for a week, for a month, mpaka wafuate sheria zote za barabara na watrain hawa makaga yao. Ukiangalia Super Metro ilikuwa inaenda down kabisa. Mlikuwa mnaona venye hata hapa ukibebwa na gari ya Super Metro kitabu walikuwa na discipline. Gari inakugojea, hata makaga walikuwa wanakuambia usishuke mpaka gari isimame. Hugebebwa kwa haraka, walikuwa wanasimama kwa stage. Hakuna kubebwa kama nini. Saa hizi yenda Super Metro inakusimamisha kila pahali. Unaziona zinazunguka kwa highway, unaona Super Metro ikibadilikia huko.
Another twist in the Super Metro saga. Now, this unidentified Super Metro driver has claimed in a video that has gone viral that the boy who is said to have died after being pushed out of a moving vehicle by a Super Metro tout was not actually pushed by the tout but fell by himself. Here's the video. Na ndugu amini malipo ya maovu bana ni punishment bana. Sijui kama umesikia NTSA wamesuspend Super Metro from the road bana. Like umefanya kitu poa bana. Like ingekuwa unfair venye Gilbert alirushwa kwa highway bana, alafu iende inside bana. Enyewe NTSA big up, umefanya kitu poa bana. Na muendelee hivyo hivyo bana. Like hao watu wa Super Metro na bana hata wao watasoma lesson bana.